Chimbo ni moja tu, mwana michezo. Kipindi 1 ni The Evening Podcast, kitaa fulani cha mitaa ya YouTube. Mimi ni Twambweni Mgombelo aka Vinicius Junior Winga Teleza. Kipindi namba moja cha michezo time hapa kipewani. Jambo la msingi zaidi ambalo tunakusii kila siku wewe ufanye, hakikisha unagusa alama ya kengele chini ya video yako, na subscribe, una turn on notification, unaendelea kudrop comment zako, ukiendelea kuonyesha kama uko familia na sisi. Then unamshtua mshikaji wako, amshtua mshikaji wake, na mshikaji wake amwambie mshikaji wake kwamba time hii hapa The Evening Podcast, kitaa fulani cha mitaa ya YouTube bwana. Ipo hewani bwana. Mimi ni Twambweni Mgombelo kama kawaida, studio nakuwa na timu ya ushindi, chambuzi bora la muda wote bwana. Chambuzi la bora la muda wote. Chambuzi la FIFA. Chambuzi la FIFA. Anaitwa Samuel Siminda. Sasa leo tuko Europa Yeah. Sisi tutaanza kutugusa kwanza usiku mabingwa bwana. Jana kuna mambo fulani hayajakaa sawa bwana. Kiwekezaji na kimpira sijaweza. Bwana nichanganyikiwa. Mchezo wa ajabu. Mchezo wa ajabu. Anasikika hapa Samuel Siminda, chambuzi bora la FIFA, chambuzi bora la muda wote. Mimi ni Twambweni Mgombelo. Time hii hapa tunakwenda break fupi, then tukirudi tutakwenda kwanza moja kwa moja kwenye yale ya kimichezo kwa hapa nyumbani. Tumerejea kutoka mapumziko mafupi. Mimi ni Twambweni Mgombelo kama kawaida, ndo host wa kipindi hichi. Chimbo hewani ni The Evening Podcast, kitaa fulani cha mitaa ya YouTube. Bila kupoteza muda, tukaanze moja kwa moja kwenye yale ya kimichezo kwa hapa nyumbani bwana. Chambuzi bwana, miongoni mwa taarifa kubwa kwa siku hii hapa ya leo bwana, Simba Sports Club wanalunyasi bwana, akipopo uwanja wa Meja General Isamuhyo dhidi ya Mashujaa, wanajeshi wengine wa mpakani kutoka Kigoma kule. Game unaweka kwenye mizania gani ukiangalia kwa upande wako? Mashujaa wanazungumza na timu ambayo imetoka kupoteza mchezo wake wa mwisho dhidi ya Young Africa mabao yasiyopungua 6 bila majibu. Lakini maana yake leo wanaenda kucheza game nyingine dhidi ya Simba. Ni shoti kwamba tunazungumza kwamba Mashujaa wanaingia kwenye game wakiwa na matokeo tofauti, wataiapproach game tofauti, lakini mara nyingi waga naongea kwamba timu ambazo zinacheza na Simba sasa hivi wanakuwa na mentality kwamba tunaenda kushindana, wanaamini mtu ambaye anacheza naye wanaweza kucompete naye. Kwa hiyo itakuwa game yenye mvuto. Ukiangalia hata matokeo yake Mashujaa sio mabaya, na ndio maana kwenye top 8 yupo, kwa sababu ana deliver na anacheza vizuri. Miongoni mwa game kali anakuambia, kutokana na kwamba vilabu vingi vinapokwenda kucheza na Simba vinaamini vina uwezo kucompete na Simba na vikapata matokeo bwana. Tuliona Mtibwa wakifanya hivyo. Siku ya Jumanne bwana, wawakilishi wengine kwenye michuano ya ligi ya mabingwa wananchi Dar es Salaam Young Africans walipokea MC Complex pale, walikiwasha na nani bwana, timu ile ilikuwa Yanga anashinda chuma 3. Yanga alikuwa na Dodoma Jiji walimazabibu mapema sana, dakika ya 19 na kupigwa bonge baada ile goal. Kuna namna fulani wanasemaga wachezaji wanakosa kujiamini wanapokutana na Diala, lakini yule jamaa wa prove wrong, anachukua mali, ana receive, anachagua pembe, anaweka mpira mali kwenye nyavu, kwenye kibendera. Chuma 3-1, wananchi Dar es Salaam Africans wanaendelea kujikita kileleni, point 22 kwenye michezo 8, wastani wa kushinda michezo 7 na sare 1, si ndio? Unaiona nafasi gani kwa Yanga kwenye ligi hii pia? Wote comeback Yanga ambao walitoka nyuma dhidi ya magemu ya Dodoma Jiji nyuma dakika ya jioni, wanakaribia kwenda off time, baadaye wanakuja kurudisha goli kupitia Depu, then tena Depu anakuja kufunga goli la pili mwishoni Dube. Ni miongoni mwa game ambazo zilikuwa na test tofauti, kwa sababu Dodoma wali-approach game vizuri, na ndio maana hata Yanga wenyewe walikuwa surprise kwa sababu wali-approach game, wamekuwa surprise. Dodoma wameenda kucompete vizuri, wameshindana, wametupa test nzuri ya mechi, na ndio maana nasema hii ni ligi namba 5, kila timu inashindana. The way Yanga bila kuwa na big profile, wachezaji wenye uwezo mkubwa, ile game ilishawakalia shingoni. Kwa hiyo ndio maana kuna muda hizi timu zinakuwa tofauti, lakini timu ambayo inakuwa inafanya sajili mzuri, uongozi mzuri, kocha na benchi la kufanya bali imekuwa complete, inakuwa rahisi sana kuamua game kama hii, lakini napata test ya halisi ya ligi namba 5. Timu yote inaenda kushindana kwenye ligi. Hiyo ilikuwa ni kibongo bwana Tuligusia NBC Premier League, tukawaangalia Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Simba bwana. Hao ndio mafahari wa mpira wa Tanzania. Kuna namna fulani ukizungumza mpira wa Tanzania bila kuwazungumza unapunguza heshima mpira wa Tanzania, sio? Kama kwa namna moja ama nyingine Azam na Singida nao wanaingia kidogo, lakini in and out ni nyingi, maana hata Singida yuko chini kwenye msimamo. Tunafurahi kimataifa, lakini atende moja kwa moja bwana, tunaenda break fupi kwanza, then tutarudi kwenye yale ya kimataifa. Usitoke. Mimi ni Twambweni Mgombelo, niko na Samuel Siminda. Hii ni The Evening Podcast, kitaa fulani cha mitaa ya YouTube. Asante. Nasema asante sana kwa kuendelea kuichagua The Evening Podcast, kitaa fulani cha mitaa ya YouTube, kipindi namba 1 cha michezo
tunahakikisha unapata madini yote na taarifa zote za kimichezo kwa usahihi zaidi na kwa ubora zaidi. Anashika hapa chambuzi bora la muda wote, chambuzi la FIFA, Samuel Seminda. Mimi naitwa Ambwene Mgombelo bwana. Nisema baada ya break fupi, kinachofuata tuna fly kimataifa bwana. Kabla hatujakwenda kimataifa, kuna vitu vitatu au vinne tunatamani tutembee navyo tutakapofly kimataifa bwana. Hapa tutazungumzia zaidi UEFA Champions League, usiku wa mabingwa barani Ulaya bwana, jana usiku pale. Kitu cha kwanza naomba tuiangalie top 8 chambuzi. Kwenye top 8 naona ligi ya Uingereza imepeleka timu 5 kwenye top 8. Unamzungumzia Arsenal, unamzungumzia Manchester City, unamzungumzia Tottenham, unamzungumzia Chelsea, unamzungumzia Liverpool. Maana yake wawakilishi wote waliokwenda kuiwakilisha ligi ya EPL kwenye usiku wa mabingwa wote wako top 8. What a performance kutoka kwenye ligi bora. Naomba tuanze hapo kwenye top 8. Hapa ambaye amekosekana ni Newcastle pekee, lakini timu zingine ambazo zimebakia ziko pale. Na tafsiri sahihi, ni maana nasemaga hii ni tafsiri sahihi ya ligi nambari 1 kwa ubora duniani. Kwa hiyo kila timu ambayo inatoka EPL inaamini mimi nastahili kwenda kuchukua ile kombe. Kufuzu kwa juu ni jambo lingine, na kwenda kuchukua kombe ni jambo lingine. Timu iliyopita Liverpool walifanikisha raundi ya kwanza kumaliza akiwa hawajapoteza mechi yoyote wakiwa juu pale. Lakini nzeni atoka 16 bora wanaenda kutolewa na Paris Saint-Germain kwa goli 1-1, then penalty wanatolewa. Kwa hiyo kumaliza kwenye nafasi hii kitu kingine, kwenda kudeliver nafasi zinazofuata ndio kitu kingine. Kitu cha pili, tuko point ya pili bwana, si ndio? Kwenye point ya pili bwana, Real Madrid bwana, kutoka nafasi ya 5 mpaka nafasi ya 9 la kwanza. Kipa anafunga goli dakika ya 95 la pili. Jose Mourinho anatufunga kwa mara ya kwanza. Of course mimi ni shabiki la Real Madrid. Anatufunga kwa mara ya kwanza baada ya kukutana na Benfica kwa mara ya kwanza. What a game. Ni miongoni mwa game ambazo zimenifumisha mdomo, maana kitu ambacho kimetokea tukitegemea wala kukitarajia. Cause ukiangalia hata performance ya Benfica msimu huu tangu aende Jose Mourinho, amekuwa kocha ambaye anapoteza sana. Yaani ushindi wake umekuwa sana. Yaani yeye na Ajax miongoni mwa timu ambazo zimekuwa surprise, zinapotezaga sana game. Lakini kitotokea juzi ni tafsiri sahihi ya mpira dakika 90. Madrid wamekuwa confused, wamechanganywa. Nini kinachowakuta kila mtu anakishangaa. Mpaka unaona baada ya game kuisha, player na timu Mbappe anafanya conference, anaongea zile wachezaji wajitume kwa sababu tu kile ambacho kimetokea. Jose Mourinho ameapproach game vizuri sana. Siri yake ni kwamba yeye ni kocha mkubwa, ana uwezo mkubwa, skills kubwa na mbinu ni nyingi. Kwa hiyo kutokana na Madrid aliingia na mbinu sahihi, anajua Madrid zeweje kukaba. Kwa maana yake anacheza tu na mark, yani maana yake Madrid sio kabla njia, maana wachezaji wao wengi wana speed na wana skills. Kwa hiyo tembea na mtu inakuwa simple kwa kaba. Surprise nyingine kwenye top 8, timu kama Sporting Lisbon ya Ureno inaonekana pale juu. Nafasi yao unaiona hai au bado unaamini kwamba kufika pale inaweza sio changamoto? Je, ku-maintain kupita hizo hatua za mbele ndio ikawa changamoto? Kwa timu za Ureno kwangu mimi imejaa surprise demand, tegemea kutokana na performance ya msimu huu FC Porto na zile mambo wanapocheza Sporting Lisbon, nikajua wanaweza kuingia pale moja kwa moja kwa sababu timu ambazo mimi nilitegemea zinaweza kuingia pale ni PSV Eindhoven au yule Sporting Lisbon. Lakini nashukuru Mungu kwa namna moja ama nyingine amenitoa kimasomaso Sporting Lisbon ameingia pale. Bana, what a game. Ilikuwa ni usiku wa mabingwa bana pale. Ilikuwa ni UEFA Champions League kwa siku ya jana, zilipigwa mechi 18. Yakafungwa magoli mengi sana, lakini cha ajabu bwana, cha ajabu na cha siri zaidi, hakuna refa nikiwa kula mkeka. Unalifahamu hilo? Mimi natofurahi bwana, hakuna refa nikiwa kula mkeka, lakini mimi natofurahi mimi hakuna ambaye alitarajia Liverpool tutamshona mtu goli nyingi vile. Sio zungumzie Liverpool. Unajua nikimpa chambuzi fursa kwa zungumzia Liverpool hatomaliza. Hebu tugusie kwenye mbio za ufungaji bora bwana. Kylian Mbappe magoli 13, akifuatiwa na Harry Kane magoli 8. Ndio bwana, Kylian Mbappe amebakiza magoli 6 kama sikosei 6 hadi 7 au hadi 5 kuvunja rekodi ya Cristiano Ronaldo kufunga magoli mengi ndani ya msimu mmoja, magoli 17. Unaiona akifanya hivyo? Na noti kitu kimoja hivi Erling Braut Haaland alifanya mahojiano na mwandishi mmoja hivi kutoka Sky Sport. Mahojiano aliulizwa kama mimi nikiwa ni mbetiji, yani maana yake mteza mimi mbashiri, nataka kubetia ufungaji bora kati yako wewe na Harry Kane, nani nimwekee ubashiri atachukua kati ya ufungaji bora mwaka huu? Lakini jibu la Braut Erling Haaland lilikuwa simple like that. Akasema wewe mwekee Kylian Mbappe ambaye hata jamaa anatupamba sana Madrid bwana. Sisi tunaendelea kufly, tuna mashabiki wengi. Sisi tunaendelea kufly. Tupe chambuzi tupe. Kwa hiyo kitu ambacho
kama mtu kama Erling Haaland anakiona kwa jicho lake la tatu na shamba yake yote ambayo anayo, ni rahisi tu kuona kitu kama hicho. Mimi niliona kwamba hii ni simple exact kwa Kylian Mbappe, ana deliver, akipata nafasi anafunga. Sio miongoni mwa wachezaji ambao anaweza ku create chance mwenyewe na anaweza kumpa nafasi, simple exact anafunga. Ni miongoni mwa masteka ambao mpaka sasa hivi akifanya nilikitarajia na ana mengi zaidi ya kufanya. Koni. Hayo yalikuwa ni mambo yangu matano ambayo nilitamani kujadili na chambuzi kwa leo kwenye usiku wa mabingwa. Sasa kabla tujafunga chambuzi, naomba tuwaache watazamaji na challenge hapa. Sawa? Kwenye ligi ya mabingwa pale, ninatamani mimi na wewe tutabiri bingwa. Sawa? Tunajua kabisa mshindi wa Champions League, kama kutakuwa na mchezaji top flight kwenye hizo timu, obviously atakuwa ni favorite kwenye kuwin Ballon d'Or, ndio na kuwin mchezaji bora wa Ulaya. Then mchambuzi utaniambia timu yako bingwa kwenye michuano, mchezaji wako bingwa kwenye michuano ya UEFA. Then unatamani nani kwa maoni yako kwa alichokifanya mpaka sasa hivi anakuconvince kuwin Ballon d'Or? Then mimi nitamaliza. Timu yangu bingwa mpaka sasa hivi kitu ambacho kinaendelea, mimi ni Bayern Munich. Naona moja kwa moja kikosi cha Vincent Kompany kinaenda kuchukua ubingwa. They have their quality to win it. Kabisa, naona yani na kila kitu kuanzia chini muonekano mpaka juu, na mgombea Harry Kane. Ni timu ambayo inanivutia sana kuiangalia, zile mambo anayapata game na kocha ambaye ameenda kwa surprise. Lakini ukizungumzia wanawake wanamzungumzia most valuable player, MVP wa mashindano, mimi MVP atatoka timu tofauti na hiyo. Kwa maana yake nitarudi tena pale kwa Kylian Mbappe, nenda kumpa mchezaji ambaye anaenda kushinda Ballon d'Or mwaka huu. Ballon d'Or. Mchezaji bora wa mashindano, mchezaji bora wa mashindano anatoka pale naenda kumpa Michael Olise. Michael Olise. Jamaa nakwambia mchezaji bora wa mashindano atakuwa Michael Olise kama Bayern Munich atachukua UEFA. Then Ballon d'Or winner atakuwa ni Kylian Mbappe. Bwana, mimi kwa upande wangu chambuzi mtangazaji Ambwene Mgombelo bwana aka Vinicius Junior, mshindi wa UEFA Champions League kwa msimu wa mwaka 2025 2026. Kura yangu naiweka kwa Real Madrid. Tuko sawa hapo? Nakusikiliza. Then mchezaji bora wa mashindano atatoka Barcelona, nisiwe mnafiki, Lamine Yamal. He's one of the top talent. I think ana deserve kwa mchezaji bora wa mashindano. I mean, kila siku unakuwa unaniuliza mimi swali, leo acha nikuulize tena mimi na swali. Kwa hiyo kwa wewe Rafinha na mimi na nani ni best? Na nani ana deserve? Nitakujibu nyuma ya kamera. Sijali, nitamjibu nyuma ya kamera. Then mchezaji ambaye ata win Ballon d'Or, we have the same voice bro. Takwenda na Kylian Mbappe. Lakini mchezaji bora wa mashindano tampa Lamine Yamal, ana deserve. Nyuma ya kamera alikuwa Kazuri the finest, Bagamoyo finest, mwanangu sana huyo. Amesimamia tunang'aa kama hivi the evening podcast kitaa fulani cha mitaa YouTube. Then sikuage, lakini kabla kukuaga naomba tukupe jambo moja la msingi zaidi. Tunakuomba tena na tena bana, hakikisha unagusa alama ya subscribe bana chini ya video yako hapa, then una turn on notification. Unaweka comment yako hapa, sisi tutasita kupitia na kuijibu kama pengine ina maboresho katika yale uliyoyaona hapa. Mimi naitwa Ambwene Mgombelo, amesikika Samuel Seminda. Hii ni The Evening Podcast. Until next time, bye.